Mapenzi bwana, huanza kwa tabasamu na jicho la kukonyeza, ukua kwa mabusu na zawadi kede kede, huisha kwa kilio na kipigo, si mchezo. Mwanzo muliishi kwa ushindani wa upendo kwa kupigiana simu na meseji nyingi za mahaba. Asubuhi uliamshwa kwa simu, meseji iliyokufanya utabasamu na kuiona asubuhi njema. Usiku ulilala kwa kusindikizwa na meseji, pengine ili kufanya hadi umuwaze na kumuota ndotoni. Mulikuwa mkiongea kwa simu hadi salio linaisha na linaisha tena. Hakuchoshwa na sauti yake. Hakukuwepo na siri cha kufichana baina yenu kwa kila hatua ya maisha yenu. Eti hata pale kidogo tu alipojichanja kidole kwa kisu akikata nyanya, kwa madeko ulimuita mpenzio, kukubembeleza taratibu naye akipuliza jeraha. Ulitamani awe karibu yako muda wote. Hakuchoshwa kumtazama akiwa mbali kwa muda kazini, na ulimpigia simu ukimjulia hali. Ni kama dozi ya malaria, asubuhi, mchana na jioni. Tena mulienda mbali barabarani mkitembea, mulishikana mikono kwa upendo, hatua kwa hatua. Alipochoka ulimbeba, eti ni mtoto kwako. Mapenzi bwana, huanza kwa tabasamu na jicho la kukonyeza, ukua kwa mabusu na zawadi kede kede, huishia kwa kilio na kipigo hehe. Lakini hakuna chenye mwanzo kisicho na mwisho, ijapokuwa vingine hutenganishwa na kifo. Ilikuwa ni kama mbio za farasi, huanza kwa kishindo lakini taratibu hupungua na kuishia ukingoni. Sasa utajuaje kama penzi lako linaenda ukingoni? Hizi hapa ni dalili 5 za wazi kuwa mtu hisia zake juu yako, mapenzi yake kwako, katika mahusiano yenu zinakwenda mwisho. Shtuka, chukua tahadhari ukiona dalili hizi. Kwanza, kukosa uanzilishi, lack of initiative. Unakuta wewe ndiye siku hizi unayekuwa wa kwanza kumtafuta kila mara. Kama usipompigia simu au meseji, anaweza kukaa kimya siku nzima, tena hata kwa masiku kadhaa bila kukujulia hali. Bila kumtembelea kwake ndo kabisa haji kwako. Mawasiliano yanakuwa ya upande mmoja tu, tofauti na zamani. 2. Majibu mafupi ya baridi. Inakuwa unapomtumia ujumbe mrefu au wa kusisimua, yeye anachukulia baridi tu. Anajibu kwa neno moja, tena maneno yenyewe kwa ufupi mno, kama vile sawa, poa, tena poa yenyewe inaandikwa p bas au okay. Haonyeshi shauku ya kuendeleza mazungumzo au kutaka kujua zaidi mada unayoongelea. Dalili ya 3, anakuwa hana muda na wewe, always busy. Unakuta kila ukipendekeza muonane, anakuwa na udhuru, anaweka vipingamizi, anatafutia sababu hata za uongo akikwepa msikutane. Aisee, wakati mwanzo alikuwa anatengeneza muda hata kama amebanwa majukumu mengi, lakini leo hii Ebu shtuka ndugu yangu, kama wewe unampenda sana, chukua hatua. Usije ukaachwa na angali bado unampenda, ukaishia kuvurugwa akili, utembee peku barabarani. Shauri yako. Ndio, kwani hujui siku zote mtu upendeza zaidi na kwa smarti ikiwa kuna mtu anamuona. Akiachika, haoni sababu ya kuendeleza kwa smarti, kwani nani atamuona na kujivunia kwake. Ndio maana mshikaji yetu chafu, hadi siku akisikia bebe inakuja ndo atasafisha na kupiga deki. Sasa ushangaeje kuona mtu akitembea peku au anaongea peke yake njiani? Mapenzi achaga tu. Dalili ya 4, hakushirikishi mipango ya maisha yake. Mazungumzo yenu yanakuwa ya juu tu, na hakushirikishi mipango yake ya baadaye. Hataki ujue. Anaanza kuweka siri mambo yake, anaweka mpaka, pengine hata happy birthday yake unaweza ukasikia tu kwa rafiki yake, lakini mwenyewe asikuambie. Si changamoto, si mambo ya furaha, hakushirikishi kabisa. Dalili ya 5 na ya mwisho, anakuepuka kimwili na kihisia. Haonyeshi upendo wa wazi kama mlivyokuwa mkifanya zamani, kama kushikana mikono, kukumbatiana au kumkiss. Anakuepuka, si hadharani, hata mkiwa wawili faragha. Na mara nyingi anakuwa na kizuizi, ukuta fulani hivi anaweka,
na ukijaribu kuzungumzia hisia zako anabadilisha mada au anakuwa mkali vibaya mno. Hapo ndo utajua kumbe fisi alipaka wanja. Lo, ulikuwa nami Muhammad Ibn Omar. In your brain, just leave it.